Waziri, habari yako bwana? Salama. Mheshimiwa. Chache namna gani? Ipo tonje kabisa. Very good. Very good. Excellent. Bwana Chief, how are you? Kwa salama? Very good. Habari yako bwana DJ? Very good. Kwa salama? Kwa salama. Very good. Josh, habari yako my friend? Very good. Alpha, habari yako? Nzuri sana. Kwa salama? Very good. How are you? Bwana Nyakundi? Kwa salama? Hello, my dear. How are you? Morning, Excellency. Bwana PS. Yes. Habari yako? Salama kabisa. Karibu Kisii. Hello. How are you, Senator? Very well. Salama kabisa. Asante sana. Unatembea? Habari yako gavana? Nzuri sana. Karibu Rieste. Tumetisha watu mpaka wamekuwa na matusi. Mr. President, karibu sigeni. Habari yako mzee? Salama? Very good. Salama. Sando, habari yako? Salama. Ama namna gani jameni? Kisii hoye! Hebu nione kwa mikono wala anasema tuko pamoja, tuko pamoja, tuko pamoja. Basi asanteni sana. Mungu awabariki na wapende. Faith enters you. Hili neno. Hili leo. Muipokee leo. Kupitia kwa imani. Falme sautawala bila wizi watu wa strong the intervention Mungu linakata minyororo confronted the God. Tena tafadhali ni Mungu amefanya. Your Excellency, at this point allow me our destiny, but remember your ability. Imani itakupa kiunganisho that will come before God, and the word of God as touch his garment. She operated in faith and here life. May we leave these grounds as we believe that he weka mikono juu. Yes.
Na umekuja wakati mzuri, wakati tuna mamlaka juu ya God, a more excellent sacrifice than Cain. Turn to the Bible in the book of Hebrews 11, verse number 1. Waibrania 11, mstari wa were framed by the word of Mwanyagetinge are here today. I celebrate standing work here and the nation and the nation. Singishu, and I'm so blessed that it's he who comes to God must believe that he is, and that is a rewarder of the great 11 years of the purposes of God. With God, you become like Moses to the promised land of God. welcome. Ya kanisa la Kristo na kupenda sana. Wa Gospel Embassy na wananchi watukufu, Bwana Yesu asifiwe. Can be able to do in the lives of his children. Neema ya Mungu na kibali Fanya kazi na serikali yetu. Our brother Pastor Gitonga aje hapa aweze singependa kuendelea zaidi hapo kwa sasa. Embassy Chapel owns a TV station called Embassy. Unatazama runinga ya Embassy. deadly circumstances that faced the zilizogandamiza watu wa Mungu. Ministry has kept growing and conducting meetings of salvation. Your Excellency, vile unajua huko nyumbani katika kaunti ya Nyamira tuko na uchaguzi. We have 3 by-elections, and for the last 3 or 4 weeks tumekuwa tukihangaika, tukitembea kila maeneo, na tunajua ya kwamba watu wetu wataonyesha yale mapenzi ambao wako nayo kwa serikali yetu ya Kenya. We have just finished our KCSE examinations, which we finished yesterday. This year, we had 3.4 million learners undertaking assessments and examinations. Out of the 3.4 million, we only registered 418 instances of malpractices in the whole country, a reduction from 600 in 2024. And I want to congratulate all of us, including our learners across the whole country, for a job well done. And to assure you parents that the government is in control in ensuring that the transition to grade 10 is on course, and no parent, no learner, no teacher should be worried that the transition will not happen. In next year, by the 12th of January, all our learners will be in grade 10, and if there are any challenges, the government is ready to undertake those challenges. I want to thank you because you make promises and you keep them. And for those who think that those promises are not going to be fulfilled, including the airstrip at Suneka, the stadium here, the housing from the prisons, we are going to shame you. We are going to shame you because it is going to happen, and a construction is not something that will keep in the pocket. You will see it. And the university that we are undertaking next year, in September, we'll admit the first cohort of the students. So I want to take the general view and just thank you for everything that you are doing. The support you are giving us in the education sector, the teachers that we are employing, the curriculum that we have done to ensure that our students have enrolled and have transitioned to the competency-based education. Thank you from the bottom of our hearts, and the people in the Ministry of Education appreciate you for the guidance and the support you've given us, including helping us resolve all the strikes that were there from NAT, KUPPET, and UWASU. Mimi nashukuru sana sababu this time round we have a working president. Kama kuna rahisi mwenye ametembea Kisii, every constituency, every ward ni Rais Ruto. Kama kuna rais amefanya this Kisii,
kuwa a construction site ni Rais Ruto. If you go to every constituency, ukianzia kwangu mimi Bomachoge Chache, I'm doing my second term. The first term hakuna kitu ilikuwa inafanyika huko. But ukiingia kwangu, we have a lot of good projects inaendelea. Kuna housing project, kuna market, kuna barabara. Sababu ya Rais Ruto. Sababu gani nasema hivyo? Mungu mwenye alimleta katika hii kiti 2022. Huyo Mungu bado ndio Mungu 2027. Mwenye alitenda haya 2022 ndio bado atatenda 2027. Usikubali kuambiwa utazame na yet Mungu amekupea macho, unaona dunia inaelekea wapi. Ukweli wa mambo ni hivi, watu wetu wa nyumbani. President wetu anatupatia chakula ama mjapokea development, tuseme ukweli. Sasa mnasema muache development, mtafute serikali nyingine. Hiyo serikali iko wapi? Na kuna serikali hapa mnaona. Kwa hivyo watu wetu wa Kisii, mtu asiwaambie muone na muko na macho mnaona. Mnasema namna gani? President Ruto tutam. Asante. Mheshimiwa Rais, mimi nataka kukushukuru kwa sababu umekuja Kisii. Si mara ya kwanza, sio mara ya pili, si ya tatu, si ya nne, si ya tano, bali umekuja Kisii mara nyingi. Na Mheshimiwa Rais, nataka kukuhakikishia kwamba ile wakati yote umekuwa ukikuja Kisii kwa sababu ya miradi mbalimbali. Nataka kukuambia ile miradi yote wewe kama Rais wa Jamhuri ya Kenya umekuwa ukianzisha, ile miradi inaendelea sawa sawa. Tunakushukuru kwa sababu ya hii cancer center ambayo ilikuwa imekwama, sasa inaendelea. Tunakushukuru Rais kwa sababu ya masoko zetu ambazo zinaendelea katika constituencies zote za hapa Kisii. Tunakushukuru kwa sababu ya affordable housing ambazo zinaendelea hapa Kisii. Na haswa Mheshimiwa Rais, leo nimesimama hapa nikikushukuru zaidi kwa sababu juzi tukiwa bungeni na tulikuwa tumekuja tukakuomba tukiwa na hawa wabunge wote, ile barabara ambayo inatoka Kericho inakuja Kaplong, inakuja Keroka, inakuja hapa Kisii School, inaingia Kisii, inaenda Oyugis. Umetuhakikishia ya kwamba ile barabara itakuwa dual ili watu wetu waweze kujisaidia. Zile ajali zilikuwa barabara ziishe na watu wetu ambao ni wakulima waweze kusaidika. Na tunajua haya hauyafanyi hapa Kisii peke yake, unafanya nchi nzima, kila mahali. Mimi nimekuwa na wewe, tumezunguka na wewe nchi hii, kila kona ya nchi hii inapata maendeleo. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya hayo, sisi kama viongozi na sisi kama watu wa Kisii tunataka kukuhakikishia ya kwamba sisi tutatembea na wewe, kwa sababu wewe umetembea na sisi. Waswahili wanasema akufaaye kwa dhiki ndiye nini? Akufaaye kwa dhiki ndiye nini? Mimi kama mama kaunti wa Nyamira nataka nikushukuru sana kwa sababu tumeona ile kazi umefanya. Hasa ile kazi umetufanyia hapo Nyamira ya kutupatia university. Nikuambie kwa ukweli, watu wetu wamefurahia na wamesema next year wanakungoja hapo kuona vile unafungulia watoto wetu waanze kusoma. Kwa hivyo ujue ya kwamba kuna watu hapa Kisii na wamama ambao wanakupenda, na tunakuhitaji ukuje hapo kwetu, na tunaendelea kukuombea, na tunajua vile Morwabe alitabiri. Akasema ya kwamba 2032 ndio utatuonyesha tutaenda mahali gani.